Huyu ndugu yangu Mheshimiwa Oparanya amechukua wizara ambayo wengine walikuwa wanafikiria ya kwamba ni wizara ndogo. Leo ndio wizara inayozungumziwa pembe zote za taifa letu la Kenya. Ile Hustler Fund ambayo ndugu yangu anasimamia kwa sasa imefikisha pesa ambayo imetoa kwa wananchi bilioni 90 imefika kwa wananchi. Huyu ndugu yangu ndio sasa amechaguliwa pia kama mwenyekiti wa cooperative movement ya bara la Afrika, kwa kutambua uongozi wa taifa letu la Kenya. Na yeye kama waziri wetu, juzi nilikuwa nimempatia ruhusa aende Marekani, aende awakilishe Kenya na bara la Afrika. Mpigeni makofi. Na ndio mimi nafurahi sana kuwa katika kikao hiki, kwa sababu leo hatuja kuja hapa siasa, tumekuja hapa biashara. Tumekuja kupanga maisha ya wananchi. Na ndio sababu hiyo mimi nataka muniruhusu, kwa sababu leo ni siku ya historia. Kuna wakati moja itaandikwa, wakati Shirikiana Sacco itakuwa benki kubwa katika taifa letu la Kenya. Siku hii ya tarehe 13 mwezi wa 6 2026 itanukuliwa kwamba ndio ilianza. Na kwa sababu hiyo ndio niweke historia sawa sawa. Niko na taarifa hapa nataka nisome, so that it goes into the history, because I know for sure that this Shirikiana Sacco one day will be a very big movement, not just in Western Kenya, but in the Republic of Kenya. Distinguished guests, ladies and gentlemen, leaders of the cooperative movement, the great people of Kakamega and Western region, hamjambo tena. I am delighted to join you today for the launch of Shirikiana Sacco, a landmark moment in our journey towards economic empowerment, financial inclusion, and shared prosperity. We have not gathered here merely to set up another financial institution. We are here to witness the birth of a genuine, people-owned economic movement. Shirikiana Sacco is a platform through which ordinary citizens can organize their savings, access affordable credit, build enterprises, create opportunities, and build lasting wealth for themselves and for their families. It rests on a very powerful idea that the greatest economic force in any nation is not the wealth of the few individuals, but the collective efforts of millions of ordinary people working together. The name says it all. Shirikiana. Come together, work together, grow together, and prosper together. That is the philosophy that built the cooperative movement in Kenya. And it lies at the heart of the bottom-up economic transformation agenda. Growth becomes meaningful when it begins with the grassroots, when it begins with ordinary people, farmers, market traders, border riders, artisans, the young people, people with rich ambition but who do not have enough capital. That is where the cooperative movement comes. These
are the people who drive our economy every day. Yet, for too long, many have remained excluded from affordable financial services and productive capital. Shirikiana opens these doors and gives ordinary citizens the tools to shape their own economic future. Ladies and gentlemen, for decades, Kenya's cooperative movement has been one of our greatest development success stories. Yet its benefits have not been distributed evenly across our country. The Western Kenya region, in particular, has not enjoyed the same level of cooperative institutional strength, particularly for ordinary citizens outside formal employment. This is not because the region lacks enterprise. Western Kenya is rich in hardworking farmers, traders, professionals, entrepreneurs, and innovators. It is rich in agricultural potential. It is rich in human capital. What has often been missing is organized capital, strong member-owned institutions through which individual effort can be transformed into collective economic power. That is the gap Shirikiana seeks to fill, and we do so beginning today. It is responding to the real need. It is correcting a long-standing imbalance. Through institutions such as Shirikiana, citizens can mobilize their own resources, build their own capital, and create their own path to prosperity. In doing so, Western Kenya takes its rightful place in Kenya's cooperative revolution. Ladies and gentlemen, the evidence is very clear. Kenya today boasts one of the strongest cooperative sectors in Africa. SACCO membership stands at close to 8 million Kenyans, while the sector's assets have surpassed 1 trillion Kenya shillings. Nimesema hivi, katika taifa letu la Kenya, tuko na wananchi ambao ni members wa SACCOs na cooperatives, wananchi zaidi ya milioni 8. Leo wanaongezeka wakati nyinyi kama watu wa Western Kenya munaungana katika SACCO ya Shirikiana. Sikizeni niwaambie, hawa watu wote mnawaona, mimi nikiweko, hawa wabunge wote wakiweko, hawa watu wote wako kwa cooperative na wako kwa SACCO. Mnanielewa? Hakuna mbunge ambaye sio memba wa bunge SACCO. Si mbunge anapata pesa nyingi, lakini yako kwa SACCO. Kwa sababu inafika mahali pengine kinaumana, lazima uende kutafuta mahali ya kukopa. Nyie mnanielewa? Mimi nikisimama hapa mbele yenu, mimi ni memba wa bunge SACCO, mimi ni memba wa parliamentary SACCO, mimi ni memba wa Mwalimu SACCO kule Kericho, mimi ni memba wa Winners SACCO kule Embu, na leo kwa mapenzi ya Mungu nitakuwa memba ya Shirikiana SACCO hapa. Kwa sababu SACCO ni mahali muhimu sana. Hapo ni mahali Waswahili walisema hakiba haifanyi nini? Bwana. Pale unaweka akiba wakati mambo yako sawa, unaweka shilingi 20, 50, 100, 1000, 2000, kikiumana hapo mbele uko na mahali ya kwenda kutafuta usaidizi. Na sababu hiyo Kenya yetu hii, pesa ambazo ziko katika SACCO zetu na cooperative ni shilingi trilioni 1. Sio pesa kidogo. In fact, the SACCO movement in Kenya is the largest in Africa. Na ndio sababu tumejenga msingi sawasawa ya uchumi. Na ndio sababu vile vile niliwashawishi
wale wa Kenya, sisi ambao tunafanya kazi kwa serikali na kwa sehemu zingine zote, ya kwamba pia kama taifa tuwe na savings. Na ndio sababu hiyo pesa ambayo tumesave pale kwa NSSF, tumekubaliana ya kwamba kila mfanyikazi atalipa 6% ya mshahara yake, na yule ambaye amemwajiri atamlipia 6%, na hiyo pesa yote 12% ni ya ule mfanyikazi. Kwa miaka miwili, nasema nikiwa hapa Kakamega, kwa miaka miwili pesa yetu ya NSSF ambayo ilikuwa bilioni 312 kwa miaka miwili imeongezeka, sasa ni bilioni 670. Kufikia mwaka ujao 2027 tutakuwa tumefikisha savings ya NSSF trilioni 1, vile pesa ya SACCO imefika trilioni 1. Hiyo ndio vile ya kujenga msingi wa maendeleo katika taifa. Ndio sababu mnaona nchi zingine wameweka akiba. Juzi nilikuwa nchi ya Norway, kwa miaka 30 wameweka hazina yao kutoka zero, sasa ni $2 trillion. Hivyo ndivyo nchi ambazo zinaelewa mahali wanapokwenda wanafanya, na ndio sababu hiyo savings yetu pale kwa NSSF ni ya muhimu. Savings yetu hapa kwa Shirikiana ni ya muhimu hata zaidi, na ndio nyinyi kama members, mimi nimekuja hapa kusudi moja, kuwaambia you have made the right decision, na kumshukuru huyu ndugu yangu Mheshimiwa Oparanya kwa sababu ya kuamua kuhakikisha ama kuanzisha hii Shirikiana SACCO. Tuko na watu wengi, manabii wa uongo, matapeli, wakora, wakiona jambo kama hili linafanyika wanasema hapana, hiyo haina maana. Oh, mbona watu bure. Kila kitu kikubwa kinaanza mahala fulani. Wale wa Norway walianza 30 years ago, today they have $2 trillion. Sisi tunaanza leo hapa ya Shirikiana, hapa mbele watajua hawajui, kwa sababu hii itakuwa kitu kikubwa sana. Sijui kama mnanielewa bana. Nimekuja hapa makusudi kuwaambia ya kwamba you have done the right thing, kwa sababu najua tuko na manabii wengi wa uongo watakuja kuwaambia hii haina maana, pesa zenu sijui nini, sijui nini. Wale watu ambao hawana maana kabisa, bure sana. Wale wa kugawanya wa Kenya, sikizeni bana, umoja ni nini? Si umoja ni nguvu? Vile mumeshikana hivi, vile mutatembea pamoja, muko na example hapa. Unitas ambaye chairman wake yuko hapa. Hii Unitas ni kampuni kubwa, imetengenezwa na wananchi wadogo kama nyinyi. Leo iko na wananchi 400,000 plus, na wanasaidia wananchi wengine. Hii ya Shirikiana inaweza kuwa kubwa kama hiyo ya Unitas, ama hata ikue kubwa zaidi. Nyinyi mnanielewa? Kwa hivyo mimi nawashawishi, msikubali wale wanatuletea migawanyiko, wale wanatuletea chuki, wanagawanya wananchi. Wanaita hawa ati nyinyi hamuna shares, hawa wako na shares. Nyinyi ni wa bara, nyinyi ni wa kule pwani. Nyinyi ni wa mlimani, nyinyi ni wa kule sijui bonde.
nyinyi sijui ni Tungati, sijui nyinyi ni Tugunia. Watu kama hawa hawana maana katika taifa letu la Kenya, watu wa kugawanya watu. Mimi nataka niwaeleze wa Kenya, na kianza na watu wa hapa Shirikiana, umoja ni nguvu. Tutembee pamoja, tuungane, tushirikiane, tutafaulu tukiwa pamoja. Shirikiana hoye! Shirikiana hoye! More importantly, these resources are being invested where they matter most. Of the more than 500 billion advanced as credit by regulated SACCOs, 25% has gone into land acquisition, purchasing of houses, and while 20% has financed education at different levels. Behind every one of these loans is a story. A family acquiring a home, a parent paying school fees, a trader expanding his business, and a farmer investing in the next harvest. That is why my administration views cooperatives not as a peripheral scheme, but as a strategic pillar of national development. The logic of the cooperative movement is the logic of the bottom-up agenda itself. When people save together, they create local capital. When they borrow affordably, they invest productively. When they market collectively, they earn more together. And when they own institutions together, like the way we are going to own Shirikiana together, they share in the wealth they create together. History shows us where this road can lead. The Cooperative Bank of Kenya, I want you to listen to this very carefully. The Cooperative Bank of Kenya, today, one of the largest financial institutions, emerged directly from the cooperative movement. Equity Bank, now one of Africa's leading financial institutions, began by serving citizens who had been excluded from mainstream finance as a small SACCO. Nye mnajua? Wacha niwaeleze. 1992, hii Equity Bank ambayo leo ni bank kubwa sio Kenya, katika bara letu la Afrika. Sasa iko DRC, iko sijui 7 countries. Juzi waliniuliza niwasaidie wapate nafasi waende kule Mozambique. Hiyo cooperative, hiyo Equity Bank ilikuwa bangi ndogo hapo Fourway Towers, hapo Muindi Mbingu Street. Sisi tukienda university in 1992. Leo is the largest bank. Ilikuwa SACCO. Vile sasa tunaanzisha hii Shirikiana SACCO. Sijui kama mnanielewa. Na nimekuja hapa kuwaeleza ndio mjue where we are going. Na mtu asiwaeleze fitina. Mtu asiwaeleze mambo ya uongo. Many of our strongest institutions started modestly. A few members gathered under a tree, a simple ledger, a cash box, but most important, trust. Over time, they evolved into SACCOs, microfinance institutions, and eventually some of the most respected financial institutions and banks. That is why I say to every pioneer member of Shirikiana today, start small, but think big. Think beyond yourselves. Think about future generations. Think about the institutions you are building for your children and your grandchildren. I am particularly encouraged by the speed
with which this vision has taken root. Conceived only a few months ago, Shirikiana already counts more than 12,000 members and a network of dedicated promoters working across 190 wards in Kakamega, Bungoma, Busia, Vihiga, and Trans Nzoia counties. This growth demonstrates that the desire of collective economic action is alive and well across Western Kenya. Shirikiana SACCO's model is simple, accessible, and practical. Members save consistently and borrow against the value they create. That is how sustainable wealth is built, not through windfalls, but through discipline, consistency, and shared purpose. I am equally encouraged that Shirikiana SACCO's products are firmly rooted in the realities of this region. The Kahawa loan, Miwa loan, Maziwa loan, and Mafuno loan speaks directly to the needs of coffee farmers, sugarcane growers, dairy producers, and crop farmers across Western Kenya. These products must help our farmers access inputs, improve productivity, add value to their produce, and access better markets. The cooperative products must support our mamambogas, our riders, the artisans, the young entrepreneurs, and the small business owners. Its social protection, as was ably elaborated by C.S. Oparanya, must help families access health care, educate their children, and navigate difficult moments with dignity. A truly successful SACCO does more than lend money. It becomes a partner in the aspirations, challenges, and successes of its members. Ladies and gentlemen, the future success of Shirikiana will depend on one thing above all else: trust. The savings entrusted to this institution will be the hard-earned money of farmers, workers, traders, women, and youth. Those savings are sacred. Let me repeat, Mr. Chairman and your team, the savings you are going to receive from the members of this SACCO, including myself, those savings are sacred. Hiyo pesa ya hawa wananchi ambayo itakuwa kwa hiyo SACCO ni kama sadaka ya Mungu, usiguze. Sijui kama tunaelewana. To the board and management of Shirikiana SACCO, build strong systems from the very beginning, maintain proper records, observe the highest standards of integrity and governance, comply fully with the law, build an institution whose reputation becomes its greatest asset. I also encourage you to embrace innovation and technology. The future of finance is digital, but every innovation must be accompanied by robust safeguards that protect member savings, personal information, and confidence in the institution. Nataka niwahakikishie ya kwamba cooperative law, sheria ya kusimamia cooperatives, iko bunge, tunarekebisha, ndio tuhakikishe ile mambo ya zamani ambayo saa zingine members wanapoteza pesa zao. Saa zingine inapatikana ya kwamba watu ambao hawana integrity wanakuwa officials wa cooperative. Ndio tumesema turudishe sheria bunge, tupige msasa na tuhakikishe ya kwamba pesa ya wananchi katika cooperatives na SACCO
iko salama, na wale wote watakaojaribu kufanya mambo na hiyo pesa wajikute matatani. Huyu ndugu yangu bwana Bernard Shinali ndio chairman wetu kule bunge wa kamati ambayo inasimamia cooperatives, na nimekubaliana na yeye ya kwamba hiyo mediation ambayo iko bunge, wabunge wa Senate, wabunge wa National Assembly waketi wakamilishe, waweke sheria ambayo itahakikisha ya kwamba mali ya wananchi katika cooperatives iko salama. Wale wanaosimamia hizo cooperatives ni watu wenye wako na integrity na ni watu ambao wanaeleweka. Hiyo sheria nataka kuweka sahihi in the next 1 month, ndio hawa watu waendelee na biashara yao wakijua pesa zao ziko salama.